kusema kwamba amefika wakati huu, amefika siku ya leo kwa sababu ya nguvu zake yeye mwenyewe. Kama ni wewe na uko pale jamani, jua kwamba haujafika leo kwa sababu zile nguvu zako. Haufika leo kwa sababu ni kwa uwezo wako, ni kwa sababu ya neema na rehema Mwenyezi Mungu, ndiposa tumeiona siku ya leo. Ndiposa tumefika siku ya leo. Nilisema hii leo lazima nikusomee fungu ambalo pia nitajaribu kuleta mawili ikiwa ni National Prayer Breakfast hapa nchini Kenya. Kumbuka kwamba wale wazungu wanasemani before we meet we are friends, and after we meet we become enemies. Ni kwa nini wana vile? Unasema vile kwa sababu kabla hatujajuana, kabla mimi na wewe hatujajuana, mimi sijui ni kipi kinakukasirisha, sijui ni kipi kinakufurahisha. Kwa hivyo ni kama watoto wadogo. Remember, watoto wadogo wakiwa wadogo pale, they don't know, they have that innocence in them. Hawajui kwamba huyu ni mwanamume, huyu ni mwanamke, huyu anafaa kufanya hivi, huyu anafaa kufanya hivi, huyu sasa akifanya tumekosana. Hawajui, they are innocent. Tulisoma Biblia juzi tukasema kwamba wacha tuishi kama watoto wadogo, watoto ambao wako so innocent. Kwa hivyo wakati kabla hatujapatana mimi na wewe, sisi ni marafiki because we don't know each other. Lakini tukipatana, start identifying vitu ambavyo vinatufanya tofauti. We identifying differences, vile vitu ambavyo vinatufanya, masifa ambazo zinatufanya tuwe wa kipekee, uniqueness. Okay, mimi ni tofauti sana na Maureen ni tofauti sana na Vera. Mambo yale ambayo yanaleta utofauti ndio yanatufanya tunajulikana kama Masi, unajulikana kama Vera, unajulikana kama Maureen. So when we to know each other, we spot and identify ourselves. But usiwache zile tofauti zetu zitute, kwa sababu wakati mwingine unasema mimi na fulani we are totally different. Kwa hivyo hata hatuwezi tukakaa kwenye kikao kimoja, hata hatuwezi tukafanya mambo ambayo yako sawa, hatuwezi tukakaa pamoja tuka reason na tufanye kitu. Kumbuka kwamba the differences are the things that make you unique. Zile tofauti zinakufanya uwe mtu wa kipekee, mmoja tu baina ya watu 1000. And let's learn to embrace the differences. Wakati ambapo unapata kwamba mimi kuna mambo sipendi, kuna mambo ambayo Orina Ontiri happy, embrace that. Jua kwamba we all will be different in one way or another. Kwa hivyo usiwe unaanza kujali jamani, sasa mimi nitafanyaje tupatane na fulani. Just find the common ground. Angalia sifa ambazo ni sawa kati yenu and thrive on that. Nikirudi kwa uchaguzi unakuja. Watu wengi hasa wale viongozi watofauti zao, lakini ile wanaungana pale kufanya ile yale maombi ya kitaifa. Kwa hivyo just like they put the differences aside, wanasema wacha tuombe uchaguzi, learn to put your differences aside, identify the common characteristics between the two of you. Kama ni watu wawili, watatu, 4, 5, identify the common characteristics miongoni mwenu ili mfanye kazi kupitia zile characteristics ama zile sifa na waleta pamoja. Find a common ground. Utapata mtu mwingine anasema jamani, mimi Masi Ontita niko hapa. Sasa nikiangalia Vera Nyaboke ako juu yangu, nikiangalia Edwin Datemo ako chini yangu, so hakuna mahali tutapatana. No, there is that one common thing ambayo nyinyi nyote you have. There is that one characteristic. Nyinyi wanadamu, nyinyi mmepewa ili kufikiri. Tuweke tofauti zetu kando ili tuendelee mbele kama taifa, tuendelee mbele kama familia, tuendelee mbele kama rafiki. Jua kwa wakati wote Mungu amesema katika Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wake ni wa 15 mstari wa 12 kwamba amri yangu ni hii, amri yake ni hii, pendeni kama nilivyowapenda. Pendaneni, penda ndugu zako, jamaa zako, rafiki zako kama jinsi Mungu alitupenda. Mpaka anaona makosa yetu. Yesu hakuwa anaona makosa yetu. Kwa sababu hawa ni wana wako, hawa ni watu wateule. Jamani Baba, naomba unitume yende niokoe hili taifa. Singependa uliangamize, kwa sababu Mungu ako na uwezo wa kuangamiza taifa na mataifa. Kwa hivyo
Mungu atuma mwanawe wa kipekee ni upendo ule aliokuwa nao kwetu sisi. Ndiposa anatuambia pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Lakini kumbuka, amri kuu ni kumpenda Mungu na nguvu zako zote na roho zako zote na akili yako yote. Na ya pili ni kumpenda jirani yako kama jinsi ambavyo unajipenda wewe mwenyewe. If you love yourself, and utajua jinsi ya kupenda mwenzako. Na if you have the love of God in you, utajua jinsi ya kupenda wenzako, wawe ndugu, wawe jamaa, wawe rafiki, pale pale ulipo. Kumbuka kwa wakati ambapo unajaribiwa wanasema unafaa vumilia yale majaribu, kwa sababu majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Majaribu ni sehemu moja, ni kipengee kimoja ambacho ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba you stay in the Lord. Unamtumainia yeye over and over again. Kwa hivyo usiwe unasema mimi sasa nimejaribiwa na Mungu, inabidi nitafute njia zingine za kujinasua. Ukifanya hivyo basi inamaanisha kwamba imani yako imedidimia katika Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji, hata kama tuko tofauti kwa njia moja ama nyingine, let us always find a common ground ambapo tutakuwa tunapatana, tunazungumza na tunaelewana, ili kila wakati ambapo tunafanya mambo yoyote, iwapo nizungumze mambo ambayo hayamharibii mwenzangu sifa kwa sababu ya zile tofauti zonazo. Tani kimbie pale funa kuletea baadaye, lakini natumai kwamba umepata hilo, kwamba usije ukafanya mambo ambayo namharibia mwingine sifa kwa sababu ya tofauti zenu. Weka tofauti zenu kando, hakikisha kwamba identify the common ground, the common characteristics, zile sifa ambazo zinawaleta pamoja, and thrive on that. Make yourselves happy